Naam, karibu tena mtazamaji, unatazama mdahalo wa wananchi, yani the people dialogue, mazungumzo maalum kabisa kuhusiana na mvutano wa udhibiti wa hazina ya NG-CDF. Mazungumzo yanaendelea hapa studioni moja kwa moja. Sasa tunaendeleza mazungumzo yetu na mbunge Jane Kihara wa Naivasha. Nimpatie nafasi ya kumalizia kauli yake. Lakini Jane, mbona mnataka kuhusika na maendeleo na ilhali iko wazi kabisa kikatiba kwamba wajibu wenu ni kuhusu kutunga sheria, kuwakilisha Wakenya pamoja na uangalizi? Hiyo ni mambo ya nchi zile zimeendelea. Ukiambia mwananchi ati wewe unakaa Nairobi ukiuda sheria, hata kuelewa, kwa sababu anajua mimi ndio natakiwa nimhudumie. Problem yote, shida yote ya mwananchi, hatujafika pale ati tuko America ama tuko United Kingdom where wanakaa pale. Mwananchi wa kawaida anajua mbunge ndio anatakiwa kumsaidia. Na hiyo sheria vile ilivyo, na wacha nikwambie, kuna mtu mmoja na sitamtaja jina, akiwa kwa civil society alikuwa ameenda those days 2003 kupinga CDF. Siku hiyo ilikuwa inaitwa CDF, lakini baadaye akaingia bunge. Hiyo maneno alinyamaza, akanyamaza kimya, kwa sababu wananchi ni wewe anafikia pale mashinani. Kumwambia ati mwananchi, mimi kazi yangu ni kuketi Nairobi kutengeneza sheria, hata elewa ni kitu gani unasema. Na ujue hata kama utumii pesa mwananchi mzuri, uchaguzi ikija utatolewa. Ni wengi wametolewa. Kwa hivyo ukitumia vibaya ujue utatolewa. Lakini ukitumia pesa mwananchi mzuri, kulingana na sheria, hii mdaharo ikifika huko kijijini uipatie wananchi, utaona vile iko popular. Kwa sababu ile project yote inaonekana Kenya hii kila mahali ni ya CDF, ni ya NG-CDF. Kila mahali ukienda utatembea. Yaani ni pesa ambayo imefanya kazi mzuri sana, na tena inakaguliwa. Hii pesa inakuwa audited every year kama fund yote ingine. Kwa hivyo kama kuna maswala ambaye iko auditor anaichukua na ipeleka mbele. Kwa hivyo kuna wivu inakuanga na wale watu wanaona kama mbunge anakula pesa. Hakuna mtu anakula pesa. Hakuna namna vile sheria itakuwezesha kukula hiyo pesa, vile nimesikia mwenzangu akisema pande hiyo. Ni vigumu kuwashawishi wapiga kura wako bila kuwaonesha ulichokifanya, hasa kuhusu maendeleo mashinani, na bila shaka hii inakiuka wajibu wako kikatiba. Kwa hivyo ni wazi kwamba unakubaliana na wanaosema kwamba NG-CDF ni chombo cha kisiasa. Sidhani kama ni ya kisiasa, sisi zote tungekaa hapo maisha. Lakini ujue ni vile nimekwambia tu, usipofanya kazi ya mwananchi vizuri, yeye tu ndiye atajua na atakuondoa. Tena public participation, tunatembea kila ward, unafanya wiki 2-3 ni ya public participation, na watu wanajitokeza wanasema tungependa hii, tungependa hii, tungependa hii. Kwa hivyo wale watu wanatembea mate kiti ya ubunge, ndio nasikia wanaona kama you have an upper hand, lakini sio vile. Na asante sana Jane Kihara. Sasa ni muhusishe mbunge wa Kacheliba Bwana Titus Lote. Karibu sana kwanza ndani ya mazungumzo haya maalum kabisa, mdahalo wa wananchi, yani the people dialogue. Saladani. Na umemsikia mbunge mwenzako, na bila shaka mnapigania NG-CDF baada ya mahakama kuiharamisha. Kwa nini mna lazima muidhibiti NG-CDF? Asante sana Dan kwa kunipa nafasi hii. Cha kwanza ni kusema kwamba atupiganii CDF kwa sababu sisi ni wabunge, bali tunapigania CDF kwa sababu tunagundua na tunatambua umuhimu wake katika eneo ambazo tunatoka. Leo, siku ya leo nikikuuliza wewe Dan na mwananchi yote yule ambaye anatembea Kenya hii, utafika kwa barabara utakuta kwamba kuna basi ambazo zinapeleka wanafunzi shuleni. Basi hizo zote hazikuwa kabla hii CDF kuwa.
Mbeleni ilikuwa ni wazazi ambao walikuwa wanajiweza, shule ambazo zilikuwa juu ndio waliweza kununua basi. Lakini kwa sasa hata juzi tunapoona mambo ambayo yalitokea Naivasha kuhusiana na wale Butere Girls, walikuja na basi ambayo imenunuliwa na CDF. Ndio wanafunzi wetu wameweza kutembea na shule zikawa katika usawa. Shule za matajiri na shule za maskini ziliteremka. Katika kila sehemu ambayo unaweza tembea sasa hivi, utaona maandishi funded by NGCDF. Utaona ofisi ya chifu, utaona ofisi ya pengine commissioner, utaona shule. Hakuna constituency hata mmoja ambaye haina maandishi funded by NGCDF. Kwa hivyo mimi kama mbunge, mwenzangu kama mbunge, atetei CDF kwa sababu yeye ni mbunge. Mimi hata kabla sijachaguliwa, hii ni uchaguzi wangu wa kwanza kuwa mbunge. Tangia CDF ilipoanza wakati wa kwanza 2003. Mimi nimeshabikia CDF kwa sababu hata siku ya leo ukiangalia katika simu yangu, uangalie katika simu ya mbunge huyo hapo. Utapata wananchi wanasema shule zinafunguliwa siku 3 ambazo zinakuja, wapi fedha za CDF? Wananchi wanatuuliza, na kwa hivyo sisi ambao tunashughulika kwa sababu ya wananchi hao ni lazima nasi pia tushabikie CDF ili wananchi waweze kufaidika. Kama haikuwa na faida, wananchi hawangetuuliza. Uamuzi wa mahakama kuu wa mwaka 2023 haukuiangusha NGCDF kwa misingi kwamba haifanyi kazi. Uliangusha kwa misingi kuwa kuna mgongano wa kimajukumu kati ya serikali ya kitaifa na serikali za kaunti, kwa maana wabunge na serikali za kaunti. Unachukuliaje uamuzi huo? Cha kwanza ningependa kufurahia kwamba kotini haikufutilia CDF kwamba haifanyi kazi. Makubaliano ni kwamba CDF inafanya kazi. Jana nimesikia mdahalo wa wananchi wakiongea katika stesheni nyingine, na leo nimesikia katika stesheni hii. Wananchi wanakubali kwamba CDF inafanya kazi. Lakini kitu ambacho wananchi hawakubaliani nayo, wengine wanasema kwamba ni fedha za mbunge. Nataka nikujulishe saa hii mbele ya studio kwamba katika katiba hii ama katika hii ambayo ni regulations za CDF, act ya CDF, hakuna mahali ambapo mjumbe ametajwa kama yeye ndio anashikilia CDF. Hakuna. Ni vile tu sasa wananchi wanajua ni yule ambaye anatetea CDF. Ungeona wiki jana tulimuita waziri wa fedha katika bunge ili atuambie pesa za CDF ziko wapi, wanafunzi wanafungua shule na fedha za CDF haziko. Mjumbe kwa sababu anatetea CDF, watu wanafikiria kwamba ni pesa ambazo ziko katika mkono ya mjumbe. Kazi ya mjumbe moja wapo kwenda bungeni ni representation. Representation ni kwamba wakati mwananchi anauliza maswali, wote hawatakuja bungeni kuuliza maswali. Watatumia mjumbe wao kuuliza maswali. Maswali ambayo tuliyauliza wiki jana huyo minister wa fedha ilikuwa ni maswali ya wananchi. Tunafungua mashule, wanafunzi wetu wataenda kivipi? Kwa hivyo mimi ningependa kusema kwamba CDF inakubalika kwamba ni fedha ambayo ni nzuri, lakini pengine ugongano wa majukumu. Na nitasema hivi, kwa nini magavana wanapeana fedha za bursary kwa primary na secondary school, na kikatiba hawakubaliki kufanya vile? Governor wanaishia pale kwa pre-primary. Lakini sisi tumekubaliana kama hata wajumbe kwamba kama governor zote mbili za wakilishi zinakiuka katiba, ndivyo unavyosema. Kama governor anaweza kumsaidia. Okay, umeuliza swali zuri mwenyewe. Umeuliza swali nzuri ndio. Ngazi zote mbili zinakiuka katiba. Zinakiuka katiba, lakini kitu ambacho tunasema ni kwamba katiba yetu ilipoandikwa waliacha nafasi ya sisi kuweza kurekebisha kulingana na umuhimu wa katiba ule kama itasaidia. Kama tunagundua kwamba gavana anapotoa fedha kusaidia mwanafunzi kwenda shule ni nzuri, kwa nini nipinge? Kwa sababu katiba ni sheria tu ya kuweza kutunga vile ambavyo sisi tunavyoishi. Na kama tunaishi vizuri, kama gavana anaweza kupeana fedha, tubadilishe katiba, gavana apewe nafasi ya kuweza kupeana zile fedha. Na kama mbunge anaweza kutetea fedha ambazo zinaendelesha eneo bunge, katiba pia ibadilishwe ifanye vile, kwa sababu katiba haikuandikwa na Mungu kama vile Biblia na kusema haitabadilishwa. Imesemekana tunaweza kubadilisha kulingana na vile ambavyo sisi tutaona inasaidia ama haisaidii wananchi. Namuona Bwana Arnold Maliba anachachawa. Nikupe dakika moja kabla sijaenda kwa Jen. Ningependa tu kujibu kwa haraka. Leo hii mbunge wa Kapsaret Oscar Sudi amesema mambo haya.
amesema most MPs are stealing CDF money because they want to live lavishly like others. Imeandikwa kwa Kizungu. They inflate prices on the projects they are doing. Let's be honest with each other. Oscar Sudi ni mbunge. Na kuna ule msemo ambao unasema kuwa if a crocodile comes out of water and tells you the alligator is dead, wewe hauishi ndani ya maji, huwezi kuagi. Huyu ni mbunge. Kwanza amesema most MP, sio some. Lakini ni vizuri niambie hivi, Mheshimiwa Jane Kihara amesema it's impossible kuiba pesa ya CDF. Panapo nia pana njia. Kama mtu anataka kuiba, ataiba tu. Na tayari hapa Oscar Sudi ana confirm kuwa kuna ufisadi. Lakini shida yetu na tetesi sio kuwa wabunge ni mambo ya ufisadi. Shida ni kuwa, mimi kwangu shida kubwa ni kuwa CDF imeua the oversight function. Na baadaye ana support point yangu kwa kusema kuwa sisi hatujaendelea sana, uwezi ambia watu kuwa unafanya nini, umeenda Nairobi kutunga sheria na kufanya oversight, watu hawatakuelewa. She is actually reinforcing that point. Mimi tetesi yangu kubwa ni kuwa tunapoteza pesa mingi sana, hasa at the national government level. Wanapoteza pesa mingi hasa kwa corruption. Lakini hii CDF inatumika kwa sababu ina keep MPs busy. Ukilinganisha ile pesa inapotea na ile ambayo wabunge wanafanyia kazi hapa chini, ile pesa ambayo tunapoteza kama nchi na ile value tungepata bungeni kama bunge ingekuwa imefocus, ile inapotea ni nyingi sana. Kitu cha pili ambacho ni muhimu sana tuseme ni kuwa the reason why, na Mheshimiwa Lote hapa hivi is among the few. Kwa kifupi, The reason why so many MPs including Mheshimiwa Jane Kihara walirudi, I can tell you ni kuwa bunge ambayo ilipita last time wali perfect kutumia CDF. Kuanzia 202 ile percentage ya wale MPs huwa wanakuwa voted out, huwa inakuwa nimesahau hiyo term, ile idadi ya MPs ambao huwa hawarudi huwa inafika karibu 67%. Muda huu Mheshimiwa Lote alikuwa na bahati sana, 67% of MPs came back. That is the first time hiyo trend imechange after from 202. Inamaanisha nini? Inamaanisha kuwa, na ukiangalia MPs wote walivotiwa on the strength ya CDF. asante. Kwa hivyo MPs wameelewa jinsi ya kutumia CDF kama chombo cha kisiasa. Wameelewa, wameperfect hiyo art, and that's what I'm telling you. Hii bunge imejaa CDF managers. Haina wabunge. Wengi wa hawa, they are very good managers of CDF. They manage CDF. Wanaifanya vizuri sana kuliko kazi ya kutunga sheria. Lakini kazi ya ubunge yenyewe, kuna wale watakwambia ninakuja kwa kufanya nini? Watu wangu bora wasilalamiki. So hiyo ndio tetesi yetu. Na tunadhani kama bunge ingekuwa inafanya kazi yake vile inavyohitajika kisheria, hawa watu wa national government hawangekuwa wanafanya hii kelele mingi. Hizi shida mingi zenye tuko nazo kwa sababu bunge ni simba. CDF ni kamba imefungilia sisi hii simba. Ukiachilia hii simba, hii serikali itafanya kazi, na hata hizi vitu zenye watu wanasumbua wabunge zitaisha. Lakini hata pia nimalizie kwa kusema hivi, one of the reasons on the same point ni kuwa hii serikali hii ya kitaifa itanyamaza, iangalie Mheshimiwa Jane Kihara ama Mheshimiwa Lote amefanya makosa ama komiti yake imefanya makosa, na somehow wanakuanga na ile ujanja ya kufanya hizo vitu zingine. Siku ile Mheshimiwa Jane Kihara ataleta shida na aanze kusumbuana na hawa watu, unaona kafaili kamevutwa pale, even though ukiangalia kwa sheria MPs hawana part ile yenye other than being a patron. Bado ninasema bunge ni simba, inastahili itulindie nchi, lakini imepewa distraction na hii kitu inaitwa CDF. Hii kitu kitambo DDC zilikuwa zinasumbua, District Development Committees, kwa sababu ya mchezo mwingi sana. Sasa hizi tuko na katiba mpya. Sasa hizi pesa hata ikipatiwa Assistant County Commissioner, we have got robust accountability mechanisms, na ikiendelea na hii system bado it can do that work. What we need to do is to release parliament to be the parliament that we really envisioned in the constitution. Asante. Naam. Jane Kihara, umemsikia hapa Arnold Maliba anavyochanganua. Anasema huyu ni simba ambaye amefungwa kamba ya CDF. Mumesahau jukumu lenu muhimu la kutunga sheria na mmejikita katika majukumu ya maendeleo ambayo katiba haijawapatia nguvu hiyo. Kwa nini msitunge sheria ambazo zitaboresha elimu? Kwa mfano, kwa kuanzisha mfuko maalum ambao utawezesha wanafunzi kupata ufadhili bila kutegemea NGCDF, ama moja kwa moja iende katika Wizara ya Elimu na iwafaidi wanafunzi? Wacha nikujibu hivi. Hata sasa kuna pesa ya basari ambayo inaenda kwa county government. Na lakini ukiuliza mwananchi wa pale mashinani,
atakwambia ile pesa ameona na amesikia na imefanya kazi ni pesa ya NCDF. Unajua wazazi ndio walikuwa wanajenga mashule hapo awali. Hata hiyo DDC ikiwa ile anasema ilikuwa, lakini wazazi ndio walikuwa wanagharamia hiyo mambo yote. Na unajua mwananchi wa Kenya anajua kwenda kwa mbunge kuuliza chochote. Kijiji watakwambia kama mimi nimeanza shule 3 mpya, na hiyo ni kwenda public participation. Wanakwambia sasa watoto wetu hapa wanavuka ngambo kule kubwa, tungetaka shule pande hii inajengwa. Yani we are in touch na raia, tuko pale na raia. Tuna karabati. Nakwambia hakuna wakati mtu kutoka national government ama county atakumbuka kuna darasa ya tope mahali pale, lakini kuna ile tumetoa tope, tumeboresha na tunapeana. Unajua kama unatumia pesa ya CDF vizuri, mwana hii debate ungetakiwa hata uipeleke mashinani. Raia ndio watakwambia ile pesa wanajua wamezungumza nasi, inaboresha maendeleo kila mahali. Ni hii pesa. Naam, Jane Kihara, tumezungumza na Wakenya kutoka maeneo tofauti. Ndio wako ambao wanasema wamefaidika na hazina hii ya NG-CDF, lakini kilichojitokeza ni kwamba wengi wanasema licha kufaidika, wabunge wanaitumia kwa ajenda za kisiasa. Wengi wanalazimika kupanga foleni ndefu kuwalilia nyinyi wabunge kupata haki yao ambayo ni ya mtozo ushuru. Unajua sasa hiyo inategemea kiongozi. Na mimi ningetaka tu ongee na watu wa Naivasha, wakwambie vile tunafanya kazi. Mimi hakuna mtu akufunga foleni ndio apate chochote. Sisi tunaenda huko mashinani. This public participation tunafanya ni real. Sio ati kubahatisha. Ni kwenda na kutangaza kama 1 month tutakuwa mahali hii, tutakuwa mahali hii, tutakuwa mahali hii. Nao ndio wanatuambia hivi ndivyo tungependa. Kwa hivyo in fact isipokuwa serikali siku hizi inachelewesha pesa kidogo. Hii ni pesa ambayo inafaidi wananchi ukweli kuliko fedha ingine yoyote. Na nimekwambia mwenye kuunda hii sheria yule alikuja naye ni kujua ya kwamba kuna mahali haiwezi fika maendeleo kwa sababu upendeleo. Hata hiyo DCC ikiwa hakuna mahali ya hakuwa DC, lakini hiyo pesa haikuwa inaonekana kwa sababu inapeanwa na ujuaji ati hapa rais aliyo pale hapati support pande hii, kwa hivyo huko atafunga macho. Lakini hii ni sheria ambaye kila constituency ipate. Na unajua siku hizi hata unajua kuna wakati tulikuwa tunapiga kelele wale wako na constituency kubwa kama mimi, lakini kamati ilienda ikasema wale wako na ward 7 na zaidi pia waongezewe. Yani ni kitu inafanywa kiwazi. Na ndio nimesema kama hutumii pesa vizuri bado utatolewa, sio ati ni ya kukurudisha ama ufanye nini. Na wananchi siku hizi hata ndio wanakagua. Naam. Asante. Wanakwambia hakuna CDF, hakuna basari tumeona kama ya Jane Kihara. Asante sana Jane Kihara, mbunge wa Naivasha. Tutarejea kwako. Kwa sasa niwahusishe wageni ambao wako hapa studioni kuendelea kusherekesha mada hii. Mbunge Titus Lote, sijaona wabunge wakuwa na umoja kama wakati huu ambapo tunazungumzia kuhusu mahakama kuu kuharamisha hazina NG-CDF. Wakati mwingi tunaona mkizozana bungeni kuhusu mswada wa fedha, wakati mwingine mnazozana hata kuhusu maslahi ya Wakenya. Wakati huu mbona mnazungumza kwa sauti moja? Kukukumbusha tu, si mara ya kwanza mahakama kuharamisha CDF. Mwaka 2016 iliharamishwa CDF. Ndio maana ikabadilishwa kuwa NG-CDF. Na mambo hayo si mapya.
si kuwa bunge, na pengine hata mheshimiwa Jen Kiara ama wale ambao wengi wako hapa hawakuwa bungeni. Wale walikuwa wakati huo pia waliitetea na ni kwa haki. Kwa sababu kulingana na hiyo utetezi wao, NGCDF imeendelea kufanya maendeleo. Kitu ambacho ningependa kusema ni hii, mambo mawili. Ya kwanza ni tumesomewa taarifa ambayo ilitolewa na mwenzetu Oscar Sudi. Na ningesema kwamba anasema mnafaidika na ufisadi. Ni huzuni sana kuwa na mtu kama Sudi kuongea vile. Hii ni maongezi ambayo alisema na anazungumza ukweli kulingana nawe. Yeah. Anazungumza ukweli anachokisema. Azungumze ukweli kwa sababu kitu cha kwanza ningependa kusema ni hivi. Uhuru Kenyatta alipokuwa rais, aliamka wakati mmoja akasema katika serikali hii yangu kunaibiwa shilingi bilioni 2 kila siku. Na hakufanya chochote. Hicho ni jambo moja ambayo ilifanya Wakenya kufikiria vilivyo tofauti kwa mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Sudi anaposema hivyo, tuna mahakama, tuna DCI, tuna SEC. Yeye kuliko kuchamsha maneno kwa sababu amejiunda kivingine, yeye kama Sudi kulingana na ukaribu wake na rais ama wale ambao karibu na yeye, atafute jambo lingine. Kitu ambacho Sudi angetaka kufanya kama yeye ni Mkenya halisi ama mbunge ambaye ana tajriba na heshima. Angeweza kutaja wale wabunge, awapeleke katika wale ambao wanahitajika. Katika nchi hii tuna audit. Tuna auditor general na hakuna mwaka hata mmoja NGCDF za constituencies zote aziangaliwe, zinaangaliwa. Kwa hivyo wale ambao wanaruhusa kikatiba, kwa sababu hapa tunaongea kikatiba, kuna ruhusa kusema kwamba kuna wizi, ni auditor general, ni EACC, ni DCI. Wale wakiongea tunajua kwamba si siasa. Hii ya Sudi kwangu mimi kama yeye ni mbunge wa tajriba ambao anasema aende kwa DCI, aende kwa EACC ili Wakenya wabunge ambao ni wezi washikwe. Mimi sitaki kupakwa matope na Sudi. Sitaki kupakwa matope. Ripoti ya mkaguzi umehesabu. Inaonyesha wazi kwamba fedha za NGCDF zimetumika vibaya. Ziwekwe hapa. Bila shaka unajua ripoti hiyo sio? Ziwekwe hapa. Una taarifa kuhusu ripoti yenyewe? Na ripoti inapotajwa, mimi sitetei mtu yote ambaye anaiba fedha za serikali. Siweze kufurahia kwa sababu hiyo ndiyo inaleta serikali chini. Mimi nafurahia CDF kwa kitu kimoja ambacho mheshimiwa Kiara amesema. Kwamba kabla NGCDF kuna wale ambao hawakuwa wanapokea fedha zozote katika serikali hii, kwa sababu serikali hii zote kuanzia mwanzo yule anakaa pale juu ndio anapeleka fedha kwao. Mimi kutoka constituency yangu kabla NGCDF shule zetu zilikuwa zinajengwa tu na wazungu na watu wa kanisa. Nimpe Arnold Maliba sekunde 30 ya wajibu kwanza kabla tujaenda kwa majibu. Ningependa tu kusema hivi kuwa bunge letu ni lazima lifahamu kuwa wana kazi kubwa sana. Na amesema vizuri sana hapa mheshimiwa Lote kuwa mheshimiwa Uhuru Kenyatta alisema wakati ule kuwa kila siku Kenya ilikuwa inapoteza bilioni 2 kila siku. Ukiangalia ubadhirifu na ufisadi ambao unaendelea hasa kwetu sisi kama watu, and that is why wabunge ni lazima wajiulize ni kwa nini hata siku ile kulikuwa na maandamano ya Gen Z watu walienda parliament. Mara mingi MPs walipigwa sio kwa makosa yao hasa, lakini ni kwa sababu ya ile expectations taifa liko nalo, kwa sababu sisi kama taifa hatuna kwingine kwa kulilia. Hawa ndio waakilishi wetu, ndio sababu wanaitwa wajumbe. Wametumwa na watu, na mjumbe ni kama pipe. Unatoa solution side moja ama unatoa shida side moja unafikisha kwingine. Parliament is the house of the people. Na kile kitu ambacho mimi ninadhani ambacho ni cha muhimu sana, nchi yetu inapoteza pesa nyingi sana. Na function ya oversight imekufa kwa sababu bunge wako busy. Na ninawaelewa kabisa kwa sababu pale kwa ground watu wanawaitisha sana na kazi ya CDF utaiona. Asante. So oversight isikufe, ikiwezekana wakubali wakuwe the people's watchmen. Hiyo ndiyo ile function wamepatiwa na katiba. Asante. Arnold Maliba hapo akichanganua kwa uzuri kabisa. Ni joto ambalo linaendelea kuhusiana na mvutano huu wa hazina NGCDF. Moja kwa moja sasa na mrushia mwenzangu Majibu Kitsao huko Kencom katikati mwa jiji la Nairobi, aendeleza mazungumzo na Wakenya ambao wako hapo kabisa kusherekesha mada hii muhimu. Asante Kitu. Karibu Kenya, nchi ambayo pesa za umma ni kama wifi, inapatikana lakini si kwa kila mtu. Viongozi huko juu wanapigania bajeti, wananchi wanabaki na makombo ya ahadi. Na kikosi kizima hapa, wakazi wa kaunti ya Nairobi ambao wamewasili hapa kwa wingi kabisa kuweza
zungumza kwa kina gumzo hili kuhusiana na wasilishaji wa fedha za NG-CDF, zibaki na wabunge ama ziende kwenye serikali za kaunti. Nizungumze na bingwa hapo kwa kifupi tu. Ikiwa fedha zitapelekwa kwenye serikali za kaunti, ni hatari gani ambazo tunaweza kukumbana nazo, na pengine hii itahatarisha vipi ugatuzi? Unajua majibu, kabla tuende break, mwenzangu walisema kazi kubwa ya wabunge wetu inapaswa kuwa ni oversight. Na swala hili halituliangalii vizuri. Maana hata tutupa hii mswada wa NG-CDF kwa county, tuitupe kwa national government, tuitupe kwa county. Swala ya oversight ndio jambo la muhimu. Na hilo ndio swala wabunge wetu wanapaswa kuwa wanatimiza. Kwa maana ukiangalia juzi Auditor General ameachilia ripoti. Na anasema katika hii ripoti anaangalia fedha zinazotumika katika NG-CDF. Kwa maana kila mwaka wabunge wanaachiliwa kama 200 million. Akiangalia pale ile hata percentage ya 40% inayopaswa kwenda kwa wananchi haiwafiki. Na hakuna mtu anayezungumzia hiyo, kwa sababu bado mashuleni kwetu hakuna madarasa, hakuna mavitabu, hakuna walimu. Hizo ndo changamoto watu wanapitia. Lakini tunataka kupoteza muda kuangalia kuwa ni nani atasimamia hizi fedha, ni kuwe ni governor, ikuwe ni MP ama kuwe ni waziri. Hatuangalii jambo la msingi kuwa pesa hizi zinazotolewa katika allocation, because allocation inatoka kwa national government 2.5%. Asante. Kwa kifupi tu, kuna bingwa hapo nyuma anaambia ametoka Kitui. Kwa kifupi tu mpatie kipaza sauti. Yes. Hapo nyuma yako hapo. Kule Kitui bro, ni ushahidi upi ambayo upo kwamba mbunge wako, kwa sababu amekuwa na hizi hela za CDF kwa muda mrefu, amekuwa akizitumia vilivyo? Hapana. Okay, ile kitu wanafanyanga kwetu kujenga tu darasa, classes, wanajenga klasi 2, 3, alafu unaambiwa pesa imetumika pesa mingi hapo. Kama milioni 5 klasi moja, so hatuoni hiyo pesa ikitumika venye inafaa. Kwa unadhani kwamba kuna mianya ya ofisadi kwenye hizo matumizi ya hela? Iko mianya mingi ya ofisadi. Kuna ofisadi mingi sana pale kwa county. Tunafai tuangalie kwa serikali, tunafai tuangalie hiyo pesa ya CDF haitumiki venye inafaa. So, kwa hiyo tayari umeweza kuonyesha mapungufu kwa upande wa wabunge. Je, fedha zinafaa kupelekwa kwa magavana kwa sasa? Magavana sawa, magavana wanaweza pewa. Mimi naona hivyo. Wabunge wanakula sana. Kwa gavana ndo hawali sana. Mpatie Dandrayo tena hapo kando. Dan, pesa zibaki na wabunge kwanza. Karibu, umechelewa lakini haina neno. Pesa zibaki na wabunge ama magavana pia ni yule tu? Msitu ndio tofauti. Kwanza ningependa kuomba msamaha kwa kuchelewa. Najua ni hapa na pale. Kwa majina naitwa Dandrayo Tieno, former coordinator bunge la mwananchi. Mimi nikiongelea katika hii fedha ya CDF. Kwa maoni yangu, nilikuwa naona hao magavana wanafaa justify ile pesa wanapewanga kwanza, ile bajeti tunawapatianga. Kama hiyo kwa sababu tunaona hii ugatuzi tulichukua dissolve the health, but unaweza pata unaenda kwa hizo hospitali unapata hata madawa hawana kwa hizo hospitali. Unaenda zahanati unapata kuna madawa. Shida kulipa madaktari, shida kulipa manurses na nini. Ukiongezea hao magavana hii pesa na waja tuonyesha vile wanatumianga ile pesa ile wanapewanga kwa saa hii. Mimi kwa maoni yangu naona watuonyeshe ile pesa wanapewanga. Kama tutaenda kwa hospitali tupate madawa, kama tutaenda kwa hospitali tupate hao manurses wetu wanatusaidia, wamelipwa. Hii pesa hii mgao wanapewa kilimo na hizi dissolve functions, kwanza watuonyeshe ndio tutaongezea hii pesa. Kwa sababu hii CDF ukiongeza magavana saa hii, unajua pesa ni pesa, kila mtu anataka pesa. Hata ukiwaambia saa hizi tunataka rais akuja kuwa kila county kwa na rais, watasema tunataka hiyo ndio pesa ikuje huko. Lakini kwa maoni yangu naona magavana kwanza watuonyeshe hii pesa wanapewanga kwa hii mgao wanafanya nayo nini. Ya pili,
Hii CDF ingawa wabunge wengine wanatumia vibaya kwa sababu mgao ni the same, but ukiangalia katika maendeleo unapata kama kuna tawishi kidogo, difference kidogo. Hii pesa kwa wale wanatumia vizuri utapata maclasses, kwa sababu mimi nikijaribu kukuambia majibu, sisi tulisoma kwa zile darasa zilikuwa za mchanga. On Friday mnaambiwa mbebe ile kama kwa wale walitoka ushago ile tunaita nini ya ng'ombe, ile waste ya ng'ombe, tunaenda kusumia nayo darasa kutengeneza darasa. But unapata hii CDF at least ilikuja ikajenga madarasa mawili matatu hivi kasonga. Siku hizi shule unapata ina kuna fence, iko na gate kwa sababu ya CDF. Mimi ningeona tu CDF waachie wabunge, lakini wakuje waweke rules vile hii CDF inamanajiwa na hao wabunge. Hata kama ni oversight wawekewe, kama ni committees wa oversight, itakuwa imesaidia zaidi. Asante. Labda mwenzako hapo kando umezungumzia kuhusu wazi, jambo ambalo pia limezungumziwa na watangulizi wako. Bingwa, jina lako nani, na pia utuambie kuna njia gani mbadala ya kuweza kuhakikisha kwamba zile fedha za NG-CDF zinatumika kwa njia ambayo inamfurahisha mwananchi wa kawaida? Asante. Kwa majina naitwa Nyanjom Joshua. Ningeweza kusema kuwa national government hii badala ya pesa kupatiwana kwa MPs, kama tuangalie Ministry of Education, hizi funds wakiweza ziallocate, kama maybe tuseme ni ya education, ile hao MPs wanatupatia in form of bursaries, allocate that fund kwa national government, kwa Ministry of Education, kwa sababu from the ministry utapata all students watakuwa catered for equally. Like me, where I'm coming from, unapata like those who went to manage to go to campuses wako 20,000, but from another region that I won't mention, students wenye wameenda campus ni 6,000. So unapata na ile allocation ya NG-CDF ni kila MP anapatiwa ile pesa equally. You get those people who are coming from the scarce region, wanapata bursary allocation ya 15,000. Then a person who is coming from a populated region na manage kwenda in the same campus anapata funds za maybe 3,000. Na hii pesa ingeallocatiwa kwa national government, unapata all students wange get that fund equally. So mimi kitu yenye naweza sema, national government inafaa hizi pesa zenye zinakuja kwa MPs yenye unapata wanatumia hawazitumii vizuri, kwa sababu I know there some MPs wenye wako na mpango zao kando pale Kilelesho wamewanunulia apartments kutumia hizi pesa za NG-CDF. Alafu unapata kama wanatengeneza darasa wana exaggerate ile pesa yenye wametumia. Unasikia mtu ametengeneza a latrine anasema ametumia 30 million. Asante Bingwa, umeibua gumzo muhimu kabisa. Labda mpatie wakili mbele yako kipaza sauti kuhusiana na ugavi wa hizi fedha za NG-CDF. Ameibua gumzo kuhusiana, kuna yale maeneo ambayo yana watu wengi na kuna yale maeneo ambayo yana idadi ya watu wachache. Kwa mfano, tukitoa mfano tu wa county ama niseme eneo bunge la Kisauni kwenye mwaka wa kifedha mwaka 2024-2025 waliweza kupata zaidi ya milioni 197. Huko ni Kisauni. Na tukielekea labda eneo la Tarbaj Mashariki walipata zaidi ya milioni 170. Na ukilinganisha idadi ya maeneo bunge haya mawili, ni wazi kwamba kule Tarbaj Mashariki idadi ni ndogo zaidi ukilinganisha na zile fedha ambazo waliweza kuzipata. Je, kunafaa kuwa na sheria mbadala labda ya kuhakikisha kwamba kama kutakuwa na ugavu wa fedha tuweze kuhakikisha kwamba ama zile fedha ziweze kugawanywa kulingana na idadi ya watu katika eneo bunge fulani? Asante majibu. Mwenzangu ameleta swala ibuka, lakini kulingana na mtizamo wangu kuna allocation katika kila constituency na hiyo pesa yote iendi kwa elimu. Kwa mfano, unaweza ukapata milioni 96 kama vile umetaja pale, lakini huyu mbunge ama hii constituency committee wenda ikasema 20 milioni 20 zinaenda kwa elimu, milioni 15 kwa barabara na mambo mengineyo. Lakini nakubaliana kwamba
ni muhimu sasa tunavyoendelea katika kuchanganua swala hili kuwe na formula ambayo inafaa ili kila mwanafunzi ambaye ameenda university ambaye anaenda college aweze kupata mgawa sawa. Mimi nilikuwa na bahati pia kupokea pesa ya CDF nilipokuwa university. Na nilipokea shilingi 1500. Lakini kuna wenzangu shilingi 1000 ngapi? 1500 kutoka kwa constituency yangu. Wapi huko? Kitutu Chache. Na kozi yenyewe inagharimu hela ngapi? Kosi wakati huo ilikuwa shilingi 40,000. Kwa hiyo walikupunguzia mzigo wa shilingi 1035. Naam. Lakini tukifanya kosi hiyo kuna wenzangu pia walikuwa wanapata 20,000. Kwa hivyo naelewa yale ambayo mwenzangu ametaja. La muhimu ni kwamba kuwe na uwajibikaji. Hizi pesa zinapokwenda katika either ya serikali ya kitaifa ama serikali gatuzi, vile wananchi watakavyoamua katika mchakato huu, kuwe na uwajibikaji. Hilo ndilo ambalo limekosa, ili linaweza kuwa wananchi wanaweza kuleta complaints kwamba hizi pesa zitumiki jinsi zinavyostahili kutumika. Asante wakili, naambua muda haunasi, lakini kwa kifupi tu labda niweze kupata kauli zenu za mwisho. Nianze nawe Bosco. Kwanza mimi niseme haya mambo yote ya CDF, pesa ipeleke kwa CDF ama kwa county ni jambo, shida kubwa ni viongozi. Uongozi ambao tuko nao kwa county ama kwa national government, ufisadi ndio imekuwa jambo kubwa sana. Na leo nimefurahi sana, nimeona katika gazeti, nimeona Ministry of Education nimeshikana na AG wamepeana recommendation pale kwa Committee ya Education kuwe na ile mambo ya values iwekwe katika CBC Education. Ile ni jambo la muhimu sana, sababu tusipokuwa angalia maneno ya ufisadi kutoka pale katika shule chekechea, watoto wanavyogrow waelewe ufisadi ni jambo mbaya, because ufisadi iko kwa private sector na iko kwa public sector. So ningesema watu wakati wanapowachagua viongozi waangalie viongozi vizuri. Kwa kifupi tu director anasema muda umeisha. Wawe ambao si wafisadi. Sekunde 30. Alafu nipate kauli ya mmoja wewe hapo mwisho. Kwa kifupi tu. Acha tuende na data. CDF allocation kwa mwaka inakuwa karibu bilioni 54. Na Kenya sasa hivi tuko na shule, tu assume hii CDF tulikuwa tunafanya kazi ya kujenga shule. Na iwe inaenda direct kupitia kwa Ministry of Education inaenda kujenga shule. Tuko na takriban primary schools, zile shule za msingi, takriban 24,000 Kenya nzima za kitaifa, zile public primary schools. Ukigawa bilioni 54 kwa shule 24,000, kila shule ingekuwa inapata 2.2 million every year ya kujenga shule. Ingekuwa inaenda hivyo kuanzia 203 mpaka sasa hivi tungekuwa tumemalizana na kujenga shule. Sasa hivi CDF ingekuwa inafanya kazi nyingine. La mwisho kabisa, nikimalizia, kosa kubwa ambalo tulifanya kama Wakenya ni kuweka hazina yetu ya kitaifa kwenye mikono ya wanasiasa, kinyume na katiba ya Kenya. Tukiendelea kugawa kuweka hazina zetu kwenye mikono ya wanasiasa, hii ufisadi na uwizi hautawahi malizika. Asante bingwa. Director amesema hatuna muda, nafaa kurejesha studio, nafaa kurudishia mwenzangu Mumbi Chege akiwa studioni. Mumbi, mweza kusikiza maoni ya wakazi wa kaunti ya Nairobi. Zaidi wameweza kusisitiza kuhusu uwajibikaji, fedha zibaki kwa wabunge, ziende kwa magavana katika zile serikali za kaunti. La msingi zaidi ni uwajibikaji. Wamesema mengi, majibu sina jibu. Mumbi, kazi kwako. Naam, shukran Majibu, na bila shaka tunazidi kuangazia maoni na kuchukua jumbe kutoka kwa Wakenya kuhusiana na hazina ya CDF. Je, inafaa ibaki na wabunge ama ipelekwe kwa kaunti za serikali ama kwa magavana? Endelea kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook Kameme TV Kenya, na pia K24 TV upande wa X @Kameme TV Kenya, na pia K24 TV. Tutazidi kupokea jumbe zako. Hivi sasa tunakuuliza kwamba hazina ya NGCDF ipokonywe wabunge. Hazina ya NGCDF ipokonywe wabunge. Wacha tupokee baadhi ya maoni kutoka kwa Wakenya kupitia mitandao yetu ya kijamii. Bella anasema pesa ya CDF igawe kwa kila division. Asante sana Bella kwa maoni yako.
Caroline Chebet anasema wabunge wanatumia NG-CDF kama silaha ya kisiasa, sio kama chombo cha maendeleo. Ikiwa humungi mkono mbunge, huwezi kuona hata mradi mmoja ukipelekwa eneo lako. Huu ni ubaguzi wa wazi na usiostahili. Mfuko huu unahitaji usimamizi wa kitaalamu, sio wa kisiasa. Asante sana Caroline kwa maoni yako. Joseph Otieno anasema tumechoka na ahadi za kila mwaka kuwa miradi itaboreshwa, lakini kila kitu kinasalia vile vile. Wabunge hawana muda wa kusimamia maendeleo ya kweli. Wao wanawaza uchaguzi ujao. NG-CDF inahitaji kuondolewa kwao kabisa na kuwekwa chini ya usimamizi wa wananchi. Joseph, asante kwa maoni yako. Grace Nyambura, ni dhahiri kuwa NG-CDF haiwezi kuleta maendeleo ikiwa itaendelea kudhibitiwa na wabunge. Hakuna uwazi katika ugawaji wa fedha na ripoti nyingi za miradi ni za uongo. Ni wakati sasa wa kuwa na mfumo wa wazi unaotegemea mahitaji halisi ya wananchi. Asante Grace kwa maoni yako. Musa Ibrahim anasema katika maeneo yetu ya wafugaji hatuoni hata senti moja ya NG-CDF. Mbunge akija mara moja kwa mwaka anaahidi miradi lakini hakuna kinachofanyika. Hii ni kwa sababu yeye ndiye mtoaji na msimamizi wa fedha hizo. Hatutaki tena mfumo huu wa mtu mmoja kuwa na mamlaka yote. Maoni ya Musa Ibrahim. Shukran sana. Judith Achieng, NG-CDF imekuwa kama zawadi ya kisiasa. Ikiwa wewe ni rafiki ya mbunge, unapata kandarasi. Ikiwa wewe ni mkosoaji, unanyimwa kila kitu. Hii inakiuka misingi ya demokrasia na maendeleo jumuishi. NG-CDF inastahili kuwa huru. Shukran sana. Steven Ndegwa, miradi mingi imejaa ubadhirifu kwa sababu hakuna mtu anayemhoji mbunge. Wanajichagulia kamati zao, wanakandarasi wao na hata wanajilipa kupitia njia zisizoeleweka. Tukitaka maendeleo ya dhati ni lazima tutenganishe siasa na fedha hizi. Asante sana Steven. Halima Hassan anasema hatutaki tena mfuko wa maendeleo kuwa mikononi mwa wanasiasa. Wamegeuza hii kuwa jukwaa la kampeni kila mwaka. Kama kweli ni mfuko wa wananchi, basi usimamizi wake uwe mikononi mwa wananchi wenyewe kupitia vyombo huru na vya kitaalamu. Na shukran sana. Baadhi ya maoni kutoka kwa Wakenya ambao wanatutazama kupitia mitandao yetu ya kijamii. Endelea kuzungumza nasi kupitia Facebook Kameme TV Kenya, K24 TV, Twitter, upande wa Twitter @Kameme TV Kenya, @K24 TV. Tunakuuliza, hazina ya NG-CDF ipokonywe wabunge? Zidi kuzungumza nasi, tutazidi kupokea jumbe zako. Hivi sasa wacha nirejeshe kwa mwenzangu Daniel Kitu. Na asante sana Mumbi Chege kwa kazi nzuri hiyo ya kutueleza Wakenya wanasema nini katika mitandao ya kijamii katika mazungumzo haya maalum kabisa ndani ya mdahalo wa wananchi, yani the People Dialogue. Na Bwana Tetas Loteo, umewasikia Wakenya hapo. Kauli zao ziko wazi kabisa. Hawapingi NG-CDF, hawapingi kwamba NG-CDF imefanya maendeleo. Lakini wanazungumzia kuhusu usimamizi wake. Kwanza wanasema ni zawadi ya kisiasa, imesheheni ufisadi. Wanasiasa wenyewe wameanza kuingiwa na kiburi wakati mwingine, wakishikilia fedha hizi za mtozo ushuru na kuzifanya kuwa zao na hata kujigamba kwamba wamefanya maendeleo na hela hizo. Wanachokisema ni kwamba wabunge wapokonywa NG-CDF. Asante Dan. Kitu cha kwanza ambacho wananchi wamesema ni kwamba NG-CDF inafanya kazi. Naam. Imekubalika kwa wote ambao wamepiga simu na wale ambao wameongea. Inafanya kazi. Kitu ambacho wananchi hawakubaliana nao ni kwamba NG-CDF sasa iziwe katika mikono ya wanasiasa. Asante. Na mimi nitarudia kitu ambacho nilisema hapo awali. Katika sheria hii ya NG-CDF Act, hakuna mahali ambapo mbunge anasimamia NG-CDF. Kitu ambacho mbunge anafanya ni kutetea hizi fedha ziwe pale. Katika constituency tuna manager, pale katika constituency tuna kamati. Kitu ambacho pengine raia wangesema ni kwamba sasa iandikwe kwamba mwanasiasa hasitetee fedha hizi.
kwa sababu ile utetesi ndio inafanya kwamba ni kama mwanasiasa anasimamia hiyo kamati ambayo umezungumzia ni huru, haishawishiwi na mbunge kivyovyote vile. Ile kamati inafanya maamuzi ambayo ni huru. Ile kamati inategemea kama vile mheshimiwa Kiara alisema, inategemea eneo bunge. Sisi wote ni wabunge. Eneo bunge 290. Hatufanyi kazi vilivyo ama tufanye kama wale ambao wanaitwa unison. Ama kwa pamoja, kila mtu ana mfumo wake wa kufanya kazi. Kuna wale ambao wanaingilia CDF, kuna wale ambao kabisa kazi yao tu ni kuona kwamba mambo ambayo yalipitishwa na NGCDF board inafanyika katika ground. Kwa hivyo mimi ningependa kusema kwamba watu ndio wanachagua wabunge. Na kwa hivyo ni vizuri watu wao wachague watu ambao hawatashughulika na mambo ya NGCDF, kwa sababu kikatiba, kisheria, mbunge hayuko katika management ya CDF. Haiko kabisa. Naam, Bwana Arnold Maliba, majukumu ya mbunge yako wazi na wanasema mgala umuue na haki umpe. Ndio wabunge wamejieleza hapo, wakati mwingi wanang'ang'ana kuwaelezea wapiga kura wao kwamba majukumu yetu ni haya, lakini wapiga kura wanakaa ngumu na wanasema tunataka maendeleo kutoka kwenu, tunataka tuone mmefanya kazi gani, tumewapa muda wa miaka 5 tuone mtafanya nini. Je, kunakosekana elimu kwa wapiga kura kuhusu majukumu ya viongozi mbalimbali? Kwa nini wapiga kura wamkalie mbunge ngumu kuwa hajafanya maendeleo? Nadhani hii ni, for me nasema hiyo ni argument ambayo a little bit for me naona ni kama lazy, kwa sababu senators wamesurvive bila fund kuanzia 2013 mpaka saizi. The next, kama MPs wanaona shida kuwa hawawezi kuwa wabunge bila CDF, then hakuna haja wote wasichaguliwe tena. The current MPs wote wasichaguliwe, tulete wale wenye watakubali kufanya kazi bila CDF. Na whereas DJU ama kisheria vile amesema hakuna pahali MP anahusika na mambo ya CDF except kukuwa patron, de facto ni kuwa MP ndiye ana run CDF. Kwa sababu MP akikufa, ule mpya akikuja, kamati mpya italetwa. Kama hayuko attached to it, ni kama ile advisors wako kwa ministries. Waziri akitoka, hao pia wanatoka. Alafu kitu cha pili, kama MPs hawa affect ama hawahusiki na hii kitu. Ushaiona MPs riot wakikataa kukaa kwa kikao jioni ama wakikataa kukaa bungeni kwa sababu walimu wamekosa capitation, pesa ya capitation haijaenda kwa shule. Si shule ziko kwa constituencies pia. Ile capitation ya kwenda shule ya kawaida, siku ile serikali imechelewesha pesa kwenda shuleni. Ushaiona wabunge wanasema leo hatutafanya kazi kwa sababu serikali haijatuma capitation kwa shule. Si hao ni watoto wa Kenya wako shule. Ushaiona wabunge wamekataa kukaa kwenye kikao bungeni kwa sababu pesa za maendeleo pahali za barabara zimechelewa. Kama saizi kuna pending bills nyingi sana. Ushaiona wabunge wakifanya hivyo. Kwa hivyo wabunge wanakataa kukaa kwenye kikao na wanasusia kazi ya kukua wabunge kwa sababu CDF imechelewa. Na pia utaona kuwa wanaenda kwa mfano wanaenda pale kwa Ndindi Nyoro. I'm just giving an example. Kufanya benchmarking. Kama Ndindi Nyoro kama MP hana control juu ya vile CDF inatumika hapo chini, wameenda kubenchmark. Mbona sio CDF board irani kitu kukuwe na standardization so that then you don't have to move from one place to the other one. MPs wana control CDF. They cannot eat their cake and have it. Na pia tufike pahali pale ambapo tuambie Wakenya ukweli, CDF bado ya MPs kuhusika nayo ina offend the principle ya separation of powers, kwa sababu hawawezi kufanya oversight. Ushaona mtu amefungwa kwa sababu ya kukula CDF? Hadi sasa hamna. Na imekuwa hapo muda mrefu. Ni kwa sababu ule mtu ambaye anastahili kufanya oversight, watakuambia the Auditor General. Auditor General, by the way, in structure ya governance, the Auditor General is an appendage of Parliament. Clearly that is where it should be. Kisheria utaona imewekwa kwingine, lakini ukiweka now, if you are going to sit down and draw a management chart, Auditor General na ile kazi wanafanya, bunge haiwezi kuwa bunge bila Auditor General. Azina hawezi kufanya oversight bila Auditor General. Lakini hawa watu wale ambao wanafanya oversight ni wale wenye tayari wamefanya nini? Wamepeana bajeti. Kwa hivyo alafu watakuja wajichunguze. Ukitumia pesa wewe mwenyewe kitu kama umepatiwa mshahara hapa hivyo ukasema hii nitanunua simu, hii nitampatia mamangu, alafu baadaye njiani ukanunua switi. You will always give explanations kwa nini umemake your decision. So you cannot be accountable to yourself, at least in the way things are working. Kwa hivyo kama MPs wanaona hawawezi fanya kazi bila CDF, wasichaguliwe, waende wakuwe magavana, wafanye hiyo kazi ingine. Senators wamesurvive. So there are two options here. Either
Kila mtu apatiwe CDF including senators mpaka na MCAs, ama kila mtu aondolewe na wale watu ambao wanastahili kufanya kazi ya executive ambao ni national government staff wako. Hii kitu ikipatiwa assistant county commissioner, atengeneze kamati yake hapo chini, MP afanye tu oversight, itatendeka bado. Naam. Lakini wasiguze, kwa sababu wameweaponize, wanaitumia. Raia kwa ground baadhi hawajui tofauti ya pesa ya mbunge ya mfuko na CDF. Bwana Titus Nute, umekubaliana na watazamaji wetu ambao wanasema hawana tatizo lolote kuhusiana na faida ya NG-CDF, mbali tatizo ni usimamizi. Kuna mmoja wa watazamaji ambaye ametoa maoni yake, akasema itakuwa bora iwapo itasimamiwa na wataalamu ambao ni huru, ambao watahakikisha kwamba fedha hizo zinamfaidi Mkenya. Kauli kama hizo unazichukulia vipi? Kitu ambacho ningesema ni kwamba tufikirie kwanza tulifika aje mahali ambapo tulileta CDF. Nakumbuka wakati mwaka wa 1982 tukaanzisha ile ambayo ilikuwa inaitwa Rural Development Fund. Wakati huo hakuna mbunge alikuwa anasimamia fedha za eneo. Zilikuwa zinasimamiwa na watu ambao unasema county commissioner, deputy county commissioner, DC. Lakini kulikuwa na tetesi kwamba fedha hizo hazikuwa zinafanya kazi kwa sababu wale ambao walikuwa wamepewa kusimamia zile fedha hawakuwa watu ambao wanatoka pale. Kwa hivyo hawakuwa wanajua mahitaji ya watu pale na hawakuwa wanawajibika kwa watu ambao walikuwa wanatakikana kuwashughulikia. Na tukizipatia serikali za county, nakujibu vizuri. Ndio maana bunge la Kenya mwaka 2003 walitembea duniani kuangalia ni jinsi gani ambavyo tunaweza kuendelesha eneo bunge. Wakapata nchi ambayo inafanya perfect ama nzuri zaidi ni India. Kwamba wajumbe walikuwa na mfuko kadhaa fulani ambao walikuwa wanatumia katika kuendelesha maeneo yao. Na NG-CDF ilikuwa wakati huo inaitwa CDF, ikaingia na ikafanya kazi nzuri sana. Kwa hivyo kitu ambacho ningependa kusema ni kwamba swali ambao unauliza ni kwamba turudi mahali ambapo tulitoka. Mimi ningependa kusema hatuwezi kurudi pale kwa sababu ilipatikana ilikuwa na makosa, ndio maana hii ikarudishwa. Pengine tungefanya hivi. Tungesema tubadilishe jinsi ambavyo inatumika. Kwa sababu katika watu wote ambao wamesema wamekubali CDF hata zaidi ya zile za county zinafanya kazi. Naam, nafahamishwa muda wetu unaelekea kutamatika, lakini hili la umuhimu. Bila shaka umekuwa bungeni, umetangamana na wabunge na vile vile maseneta. Wakati mwingi tunapotazama wakati wa uchaguzi mkuu tunaona waliokuwa maseneta wanabadilishania, wanataka kuwa wabunge, lakini ni vigumu sana kusikia mbunge anataka kuwa seneta. Na uwakilishi huwa seneta anawakilisha watu wengi kuliko mbunge. Ni ile tamaa ya minofu? Sio tamaa ya minofu. Sio tamaa ya minofu, ni kugundua kwamba mwananchi katika eneo ambao unatoka anauliza maendeleo. Hakuna mwananchi atakuuliza ni sheria ngapi umepitisha katika bunge. Licha ya kuwa hii ndio kazi yako. Ukikaa bunge la taifa kuanzia Januari mpaka Januari ukiandika sheria za nchi hii bila kufanyia watu wako kazi, na kuambia utaenda nyumbani. Wakenya hawajali yule ambaye anatunga sheria. Wakenya wanataka kuona maendeleo. Na sheria hii tunatunga kwa sababu gani? Ili iweze kuorodhesha jinsi ambavyo maendeleo yanafanyika. Kwa hivyo kama kuna njia mfupi ya kufanyisha maendeleo ambayo sio sheria, waraia watasema hiyo ndio tunataka. Bwana Arnold Maliba, unawasikia mbunge huyu kabisa anasema yeye lazima apiganie maendeleo, na bila shaka katiba imefafanua majukumu yake. Wabunge hawawezi sema kuwa kupigania CDF ndio kupigania maendeleo. Wabunge wanastahili wa oversight rais ambaye tumempatia pesa nyingi sana za maendeleo, wamemwachilia. Na hapo ndio penye kuna shida kubwa. Wabunge hawajaipigania maendeleo wakati ule watoto wetu wanakosa pesa shuleni, capitation inachelewa, zinapunguzwa, ufisadi unaendelea. Kupigania maendeleo kulingana na ile kazi ambayo wabunge wamepewa ni kufanya number 1 representation. Mara mingi hata wakati ule Wakenya walienda bungeni kulishambulia last year kwa sababu Wakenya walisikia hawajaakilishwa vizuri. So hiyo representation, alafu wafanye oversight na wafanye legislation. Sheria nyingi sana zimeenda kule kotini zikatupwa nje. Nadhani bunge hili liko na record ya sheria nyingi sana ambazo zimetupiliwa nje. Wana kazi ya kufanya na kutetea maendeleo kwa kufanya kazi yao. Na kazi yao sio kukuwa CDF managers, ila kukuwa wabunge na wawakilishi wa wananchi. Wana kazi kuu sana. Kukuwa CDF managers, mbali wawe wawakilishi wa wananchi. Kauli yake Arnold Maliba, kiongozi wa chama cha PPA. Nimekuwa naye mbunge wa Kacheliba Titus Nute. Asante sana kwa wenu hapa studioni. Vile vile tumekuwa naye mbunge wa Naivasha
Jane Kihara kwa njia ya mtandao. Ndio mwisho wa mdahalo wa wananchi awamu ya Kiswahili. Bila shaka naondoka, lakini mdahalo huu utaendelea hadi saa 5 usiku. Usibanduke ulipo.